Hii ni sehemu ya 7 ya simulizi yetu ya kusisimua, Siamini Kama Umeondoka. Karibu kwenye giza la nafsi, ambapo mwanaume anapambana na vivuli vya mapenzi yaliyokufa. Gari lilipotokomea kwenye kona ya mtaa, halikuondoka na Rehema pekee. Liliondoka na utu wangu, liliondoka na heshima yangu. Nilibaki nimesimama hapo, miguu haina viatu, huku vumbi la mabibo likinitandika kama adhabu. Kila jirani aliyepita alinipiga jicho la huruma, na huruma, kama tujuavyo, ni kitu kibaya sana kwa mwanaume anayepitia maumivu. Nilirudi ndani ya kile chumba. Kile chumba kilionekana kikubwa ajabu, na kila pande ilikuwa ni kama inanicheka. Niliangalia ule upande wa kitanda aliotoka Rehema. Shuka lilikuwa bado na mikunjo ya mwili wake. Niliishika ile mikunjo nikitaka kuikumbatia, nikitaka kuirudisha joto la mwanamke liliyemtoa Lusanga, lakini shuka lilikuwa baridi kama moyo wake. Nilikaa chini sakafuni. Nilijitazama kwenye kioo kidogo kilichopasuka kona moja. Nikamuona mwanaume aliyeitwa Juma, macho yakiwa mekundu, ndevu zikiwa zimeanza kuchomoza bila mpangilio. Juma, nilijiita mwenyewe. Nilijiambia kwa sauti ya chini, umekosea wapi? Je, ni dhambi kuwa na ndoto ndogo kwenye jiji lenye ndoto kubwa? Saa 9 za usiku ule, simu yangu ya kitochi iliwaka. Moyo wangu ulidunda. Niliwaza labda ni Rehema, labda amegundua kuwa ile gari halikuwa na furaha, labda ananiomba nifuate Mbagala. Lakini namba iliyokuwa inapiga haikuwa namba yake, ilikuwa namba ngeni. Nilipokea kwa mikono inayotetemeka. Halo, nilisema kwa sauti iliyokata. Upande wa pili kulikuwa na ukimya kwa sekundi chache, kisha sauti ya mwanaume, ile sauti ya dharau niliyoisikia asubuhi, ikasikika tena. Juma aliniita akicheka kicheko cha ushindi. Naitwa Oscar, na nadhani wajua Rehema yuko mikononi mwa nani sasa. Nimepiga kukuambia kitu kimoja tu, usipoteze muda wako kumtafuta. Rehema hajawahi kuwa wako. Alikuwa anasubiri tu mtu wa kuvusha daraja la umaskini, na daraja hilo lilikuwa ni wewe. Moyo wangu ulilipuka kwa hasira na kuuliza, umemfanya nini Rehema? Rehema ana misingi yake, hawezi kuwa kama unavyomfikiria. Oscar alicheka tena, kicheko kilichonichoma kama pasi ya moto. Misingi? Juma, wewe ni mshamba sana. Rehema nili naye hapa sio yule wa Lusanga. Huu ni Rehema wa Dar es Salaam, na kama unataka kuamini, nisikilize vizuri. Simu ilikaa kimya kidogo, kisha nikasikia sauti ya mbali, sauti ambayo nilijua kuliko sauti ya mama yangu. Oscar, achana na huyo maskini, weka simu chini, tuenjoy usiku wetu. Ilikuwa ni sauti ya Rehema, lakini haikuwa na unyonge, ilikuwa na ujasiri, ikiambatana na milio ya glasi za vinywaji zikigongana. Simu ilikatwa. Mwili wangu wote ulipata ganzi. Nilitupa simu ile ukutani, ikapasuka vipande. Ilianguka chali, nikitazama dari. Hapo ndipo neno moja lilipoanza kunizunguka kichwani. Kisasi. Lakini kisasi changu hakikuwa cha damu. Kisasi changu kilikuwa ni kuamka. Niliapa asubuhi ikifika, sitakuwa tena yule Juma anayetembea kwa miguu hukoa nauli. Sitakuwa tena yule Juma anayekubali kudharauliwa kwa sababu ya umaskini. Kama jiji hili linataka simba,
basi nitaligeuza kuwa msitu wangu. Swali ni moja linalobaki. Je, huyu Juma atapata wapi nguvu ya kupambana na matajiri wa mjini? Na Oscar ni nani hasa katika maisha ya zamani ya Rehema? Hii ilikuwa ni sehemu ya 7 ya simulizi Siamini Kama Umeondoka. Usikose sehemu ya 8, sehemu ambayo Juma anakutana na mtu ambaye hakumtegemea, mtu atakayempa funguo ya siri inayomhusu Oscar na maisha ya siri ya Rehema. Vita ndiyo kwanza imeanza. Usisahau like, comment na share. Sauti ni ya Kali JR na hii ni Cover Media. Kupitia simulizi tunagusa maisha.